Karibu katika kipindi cha Gospel News kinacholetwa kwako na Ngao Media. Hapo utapata kusikia historia mbalimbali za waimbaji wa nyimbo za Injili, wachungaji, mitume na manabii, walimu, bila kusahau watumishi wa Mungu pamoja na mapito yao. Ambapo leo nitakusogezea historia ya mtumishi wa Mungu Rose Muhando. Alizaliwa mwaka gani, mkoa gani, na yeye ni mtoto ngapi katika familia yake? Je, alizaliwa akiwa ni Mkristo au alikuwa ni Muislamu? Basi leo Ngao Media tutakusogezea historia yake na mapito yake yote kwenye huduma anayokutana nayo. Lakini kabla ya kuendelea, ni kuombe usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ya Ngao Media. Kisha bonyeza alama ya kengele ili kuendelea kupata historia za utumishi wa Mungu mbalimbali. Ninayekusogezea historia hii ya mtumishi wa Mungu, muimbaji wa nyimbo za Injili, ni mimi Christian Ngao wa Ngao Media. Na sasa nikujuze undani zaidi wa historia ya mtumishi wa Mungu Rose Muhando. Wengi wanamuita malkia wa nyimbo za Injili, na hii ni kutokana na nyimbo zake nzuri ambazo amekuwa akizifanya katika nyakati tofauti. Rose Muhando ni muimbaji wa nyimbo za Injili ambaye amezaliwa katika familia ya Kiislamu, na mara baada ya kuokoka alifukuzwa nyumbani kwao. Inawezekana unatamani kujua ni kitu gani ambacho Rose Muhando amepitia kwenye huduma yake, na mara baada ya mapito hayo nini kimemfanya endelee kusimama zaidi kwenye huduma yake. Tafadhali twende pamoja. Rose Muhando alizaliwa mnamo mwaka 1976 katika kijiji cha Dumila, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro, ambapo mpaka hivi leo malkia wa nyimbo za Injili Rose Muhando ana jumla ya miaka 49. Ikumbuke kuwa Rose Muhando kabla ya kuitwa Rose amezaliwa katika familia ya Kiislamu na jina lake alikuwa akiitwa Shadia Muhando. Na hii ni kutokana na familia yake yote, yani wazazi wake baba na mama walikuwa ni Waislamu. Mtazamaji wa Ngao Media, naomba sasa nikujuze mambo usiyofahamu juu ya Rose Muhando. Inawezekana unatamani kufahamu Rose Muhando ni nani hasa. Hilo ni swali ambalo wengi wamekuwa kiendelea kujiuliza kila siku itapo leo. Rose akiwa mkoani Morogoro alifanikiwa kupata elimu yake ya msingi hadi darasa la 7. Na katika familia yao Rose Muhando yeye ndiye alikuwa mtoto wa mwisho, huku akiwa na kaka zake na dada zake ambao walimtangulia kabla yake. Ikumbuke kuwa Rose Muhando kabla ya kuwa Mkristo alikuwa ni Muislamu, ambapo jina lake la kwanza la Kiislamu aliitwa Shadia, ambapo alikuwa akilelewa katika dini ya Kiislamu. Wakati wa makuzi yake Rose Muhando alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kurithi ambao ulifahamika kwa jina la sickle cell. Kutokana na ugonjwa huo, Rose Muhando mwili wake ulikuwa umedhoofika tofauti na watoto wengine, kwani ugonjwa huo ulikuwa ukimtafuna siku moja baada ya nyingine. Katika taarifa mbalimbali zinaonyesha kwamba Rose Muhando alizunguka huku na kule na wazazi wake akijaribu kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo, lakini bado hakufanikiwa. Hii ilimfanya Rose Muhando kutokupata msaada wote kutokana na jitihada hizo ambazo wazazi wake walizifanya. Katika mahojiano yake na waandishi wa habari, mtumishi wa Mungu Rose Muhando aliwahi kukiri ya kwamba amezunguka maeneo mbalimbali kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo, lakini bado hakufanikiwa. Akiendelea kushuhudia, Rose Muhando amesema ya kwamba siku moja nikiwa nimelala kitandani niliona mwanga wa duara mbele yangu na nikasikia sauti ikiniambia, mimi ni Yesu, nimekuja kukuponya, inuka na uende ukanitumikie. Na huo ndio ukawa ni mwanzo mpya kwake. Rose Muhando akaamua kubatizwa na kubadilisha jina kutoka Shadia Muhando na kuwa Rose Muhando. Kitendo hiki kiliwafanya wazazi wake wachanganyikiwe kwa asilimia kubwa, kwani mtoto kutoka familia ya Kiislamu na kuwa Mkristo ni jambo la kushangaza. Jambo hili liliwafanya wazazi wa Rose Muhando kumfukuza Rose Muhando nyumbani kwao na kuondoka kwenda mtaani. Na hii ni kwa sababu baba yake wa Rose Muhando alikuwa ni shehe mwenye msimamo mikali. Kumbuka hayo yote wakati anaendelea, Rose Muhando alikuwa na umri wa miaka 12 tu. Aliteseka sana akiwa mtaani, jambo lililomfanya akose malezi bora kutoka kwa wazazi wake. Mtazamaji wa Ngao Media, kadri siku zinavyozidi kwenda, Rose Muhando alijikuta hana malezi bora kutoka kwa wazazi wake, jambo lililomfanya aweze kupata watoto kabla ya ndoa. Kadri siku zilivyozidi kusogea, Rose Muhando aliona maisha yanazidi kuwa magumu. Ikiwa tayari ana watoto 3 kutoka mtaani,
aliamua kurudi kwa wazazi wake kuomba msamaha ili aweze kupata upendo wa wazazi. Rose Muhando alipofikisha umri wa miaka 25, baba yake alifariki dunia. Habari, kwa majina naitwa Laurent Gaspar, ni afisa masoko wa Uchira Oris Gas Supply. Sisi ni wasambazaji wa Oris Gas mkoa wa Mtwara, Lindi pamoja na wilaya ya Tunduru. Katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma, tunayo promotion ofisini kwetu ambapo mteja wetu wa Oris Gas Supply atakapokuja ofisini kwetu kubadilisha mtungi atapewa zawadi ya tambi, sukari pamoja na nazi. Ofisi zetu zipo Mtwara mjini, mtaa wa Sinani, katika eneo la kanisa la Biblia, kabla na barabara kuelekea stendi ya zamani. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0655188219. Mteja anapokuja ofisini kwetu kufuata bidhaa zetu, tunamsafirishia bure mpaka nyumbani kwake. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu ya kuwapunguzia gharama wateja wetu. Karibuni sana wateja wetu. Mara baada ya baba wa Rose Muhando kufariki dunia, ndugu jamaa na marafiki wa Rose Muhando ambao walikuwa na misimamo mikali waliamua kumfukuza Rose Muhando na mama yake nyumbani kwao, wakiamini ya kwamba Rose Muhando hakuwa familia yao, jambo ambalo lilimpa wakati mgumu sana Rose Muhando. Hivyo Rose Muhando hakupata nafasi ya kuweza kurithi mali za marehemu baba yake. Jambo hili lilimfanya Rose Muhando na mama yake kuweza kuondoka pale nyumbani. Aliamua kwenda kanisani kwake Dumila alipokuwa akiabudu mkoani Morogoro, ambapo kanisa hilo la Dumila limsaidia kumpeleka Moshi, na huo ndio ukao mwanzo mpya kwake Rose Muhando kuanza kurekodi nyimbo zake. Rose Muhando hakufanikiwa jambo hilo kwa sababu ya kipato, kwani huduma inahitaji pesa ili kuweza kusonga mbele. Mnamo mwaka 2004, kanisa la Anglikana lilopo mkoani Dodoma lilimwita Rose Muhando kwa ajili ya kuwafundisha, ambapo alikuwa akilipwa kiasi cha shilingi 50,000 kipindi hicho, na kumuunganisha na mzee mmoja ambaye alikuwa ni maarufu kanisani hapo ili amuongoze katika sanaa yake ya uimbaji. Na mzee huyo alimpokea Rose Muhando na kuanza kumuongoza na kumpa njia ya kupita ili afanikiwe katika huduma yake. Kwa mara ya kwanza kabisa Rose Muhando alifanikiwa kurekodi wimbo wake uliofahamika kwa jina la Mteule Uwe Macho, na wimbo huo ulipata kibali kutoka kwa mashabiki mbalimbali wa muziki wa Injili, jambo ambalo lilimfanya Rose Muhando kukamilisha albamu yake iliyopata kibali kutoka kwa watu na mashabiki mbalimbali wa muziki wa Injili, kwani alikuwa na sauti yenye kibali na mamlaka mbele za watu. Mwaka huu 2004 Rose Muhando alifanikiwa kujitwalia tuzo ya mwimbaji bora muziki wa Injili wa kike anayependwa zaidi. Tuzo hizo zilimfanya malkia wa nyimbo za Injili kuendelea kung'aa zaidi, kwani alipata pesa nyingi zilizomfanya aweze kununua nyumba na magari ya kifahari kwa wakati huo. Kila lenye mafanikio halikosi kuwa na vikwazo. Rose Muhando mwaka 2016 kuelekea 2019 alipitia wakati mgumu mara baada ya skendo mbalimbali ambazo zilikuwa zikisambaa mitandaoni ya kwamba anachukua pesa kwa watu lakini haendi kufanya huduma. Hili lilikuwa ni moja ya pigo kwake mtumishi wa Mungu Rose Muhando, kwani watu wengi walikuwa kiamini ya kwamba Rose akialikwa kwenye mikutano mbalimbali ya Injili hafiki, lakini pesa anachukua. Halikadhalika walidai ya kwamba Rose Muhando alikuwa akitumia madawa ya kulevya, na matukio mengine ambayo Rose Muhando alikuwa akituhumiwa na watu ni kwamba alikuwa tapeli wa kihuduma. Jambo hili lilimuibua Rose Muhando na kuweza kuzungumzia tuhuma hizo, akikiri ya kwamba kipindi hicho alikuwa akipitia kipindi kigumu, kwani yule mzee wa kanisa ambaye alikuwa akimsaidia kipindi hicho kabla hajafahamika alikuwa anatamani wagawane mapato yote yanayoingia kupitia huduma ya Rose Muhando. Wakati mwingine Rose Muhando ameeleza kuwa mzee huyo alikuwa akitamani kupata asilimia nyingi zaidi kuliko Rose Muhando, jambo ambalo Rose Muhando alilipinga vikali. Jambo hili lilimfanya Rose Muhando kukata tamaa ya kuimba na akaamua kukaa kimya, licha ya mzee huyo kueleza ya kwamba alimuona Rose Muhando ameanza ujanja mara baada ya kuwa maarufu, akaamua kumnyang'anya nyumba na gari alizozipata kupitia huduma hiyo. Siku zote kutoka juu kushuka chini sio jambo la kawaida. Jambo hili lilimfanya Rose Muhando kutaka kuchanganyikiwa, kwani kutoka kumiliki gari na nyumba akarudi kuwa maskini. Hali hii ilimchanganya kwa asilimia kubwa na kumkatisha tamaa ya maisha. Mnamo mwaka 2018 Rose Muhando alifanikiwa kuhudhuria katika mkutano ulioandaliwa pale nchini Kenya kwa ajili ya kufanya huduma ya uimbaji, na mchungaji huyo mara baada ya kumuona Rose Muhando hayuko sawa akaamua kumuombea ili afunguliwe.
jambo lililomfanya Rose Muhando kuanguka chini. Rose Muhando mara baada ya kuanguka chini, alipokuja kushtuka, alijikuta tayari amekwisha kupelekwa hospitali, jambo lililomfanya Rose Muhando kila anaposhtuka anachukua Biblia na kukemea mapepo mithili ya mtu aliyechanganyikiwa, ambapo madaktari wengi waliamini ya kwamba Rose Muhando hayupo sawa, anahitaji kutulizwa zaidi. Mara baada ya kumfanyia vipimo Rose Muhando, waligundua kwamba alikuwa na depression, yani msongo wa mawazo ambao ulikuwa kimkabili kwenye maisha yake kutokana na yale matukio ambayo Rose Muhando amefanyiwa. Kwa jina naitwa Mwanaweza Mdee, napatikana Uchira Bookshop and Stationery, Mtwara mjini, roundabout ya kwenda stand ya zamani. Tunajihusisha na uuzaji wa vifaa vya stationery pamoja na vitabu vya shuleni, shule ya msingi, sekondari, chuo. Tunauza wino za kwenye printer, tunatoa photocopy, tunauza rim, counter book, madaftari. Vitabu ni vya taasisi ya elimu Tanzania. Kama mwanao anasoma English medium au anasoma shule za msingi za kawaida za Tanzania, vinapatikana vitabu kuanzia darasa la 1 mpaka la 7. Atlas, ribbon za kupambia, tunauza maboksi ya zawadi, mabango kwa ajili ya kufundisha watoto wa miaka 3 mpaka 5 wanaojifunza alfabeti. Karibuni sana wazazi. Usikubali mwanao atafute kazi. Mwanao atakuwa atafute maarifa kwanza. Na maarifa mengi yanapatikana hapa. Kuanzia watoto wa miaka 3, njoo utakutana na mabango ya alfabeti. Usiangalie mwanao anasoma wapi, wewe mtafutie mwanao elimu. Njoo ofisini kwetu, tutakushauri, tutakupatia vitu vizuri kwa ajili ya mwanao. Karibuni sana wazazi. Namba zetu za simu ni 0712 63 80 90. Ukipiga hiyo namba muda wote tutakupatia huduma. Napatikana kanisa la Biblia Uchira Bookshop and Stationery, habari ya mjini. Baada ya hapo madaktari waliweza kumsaidia Rose Muhando kumrudisha na kumweka sawa. Mnamo Septemba 2019 mtumishi wa Mungu Rose Muhando aliamua kurekodi wimbo akishirikishwa na Ringtone ambaye ni mwimbaji kutoka nchini Kenya, na wimbo huo ulifahamika kwa jina la Walionicheka. Hii ilikuwa ni kama pigo kwa madui zake walioamini ya kwamba Rose Muhando amepotea na kamwe hawezi kuinuka tena. Ikumbuke kuwa ndani ya miezi 7 Rose Muhando alikuwa pale nchini Kenya huku akipatiwa matibabu kama ni mgonjwa aliyechanganyikiwa. Na katika matibabu yake Rose Muhando akiwa nchini Kenya, serikali ya Kenya ndiyo iligharamia kupona kwake. Mara baada ya kupona, Rose Muhando aliimba wimbo maalum akishukuru serikali ya Kenya chini ya rais wake wa kipindi hicho aliyefahamika kwa jina la Uhuru Kenyatta. Mapito ambayo Rose Muhando anasema hatosahau ni katika mwaka 2016 kuelekea 2019 ambapo alinyang'anywa mali zake zote na yule aliyemsaidia, jambo ambalo lilimfanya Rose Muhando achanganyikiwe zaidi. Mara baada ya kupona, Rose Muhando amekiri ya kwamba Mungu amemuinua kwa viwango vingine na vyote vilivyopotea amevirejesha kwa asilimia kubwa. Kwa sasa Rose Muhando anaendelea kumtumikia Mungu kwa viwango vingine, akieleza kuwa anamiliki magari mazuri ya kifahari, majumba ya kutosha, viwanja na mali zote ambazo Mungu amempa. Ataendelea kumtumikia. Ni ukweli usiopingika, Rose Muhando ni mwimbaji wa nyimbo za Injili pekee ambaye ameonekana kupendwa na watu wengi zaidi kupitia huduma yake ya uimbaji wa nyimbo za Injili, na Mungu bado anaendelea kumtumia katika huduma hiyo. Hii ndiyo historia fupi ya mtumishi wa Mungu Rose Muhando tangu alipoanza huduma yake mpaka hivi leo. Je, una lipi la kumshauri mtumishi wa Mungu Rose Muhando na waimbaji wengine? Unaweza kutuandikia maoni yako kupitia YouTube channel yetu ya Ngao Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, bila kusahau kugusa alama ya kengele ili kuweza kupata taarifa nyingine zinazokujia kupitia Ngao Media. Niliyokuandalia na kukusogezea historia hii ya mtumishi wa Mungu Rose Muhando ni mimi Christian Ngao wa Ngao Media.